Welcome back to my YouTube channel kama kawaida. Okelo Chris Opek. So kwa mafano wangu wale wenye wanga mnanisikiza na wenye huwa mnisikizi, leo bwana niko na ka story nilikuwa nataka niwapatie. So the story is very simple. My first time to join the university. Hiyo time ilikuwa the part nilikuwa na join campo venye kurienda. So as you know, life inakuanga tu normal kwa kwa students. So the moment mimi nilimaliza form 4, unapata tulikuwa na join campus. So time ya kujoin nilikuwa nafaa nikuje na mzazi, but sasa issue ili happen hivi. So mimi nimeishia na mzazi kwa stage madhe yangu. So mzazi akasema nienda na madhe. So si nimeenda na madhe kwa stage. Mimi kufika huko nikamwambia like no need tuende na yeye, so anipatie transport. Akanipatia. Sasa mimi nikaishia. Nikaanguka, nikaland, nikafika place fulani. So I remember wakati tulifika place fulani hapo destination, I can't recall. So kwa gari kukabebo mahali fulani. Madhe akapanda, alikuwa na vitu, alikuwa na kama suitcase nini. Na pia mimi nilikuwa na suitcase moja unaona. So tunaingia Kakamega sasa. So si tukakaa mtu na gari vizuri, tumeland hivyo ndio sisi tuko Kakamega ndani in the house. So kufika ule madhe mwenye alikuwa amebebwa kwa ilikuwa I think ni Chavakali hapo, Mairi hapo, hizo places za Vihiga hapo. So tumefika Kakamega. So huyo madhe akaniambia nimsaidie kuweka nini zake kwa bike. Unaona, nimsaidie kubeba. Juu mimi nilikuwa na suitcase tu moja, so nimsaidie kubeba suitcase zake na vitu alikuwa nazo kadhaa kwa bag. Mimi nikamsaidia kufika hapo, akaniambia take namba yake nini. So tukaanza kupiga story. Nikajipata akaniambia nimpeleke mpaka penye anaenda. Juu hata kumbe alikuwa mgeni. So sisi tukaishia. So kumbe alikuwa anaenda kunini. Alikuwa anaenda kukaa kwa Airbnb. So mimi tukaenda naye, alikuwa na gari. So tukaenda Airbnb. Tukakomboa gari. Tukakomboa nyumba and then tukaenda tukakaa. So nilikaa kwa hiyo Airbnb for like how many days? For like 5 days. So tulikuwa tunakaa naye. So ni kukula, mimi nilikuwa nakula na jibamba. Anani take out, tunatafuta sceneries ziko karibu, tunatembea. Na bado imagine sijajoin bado university, bado sikuwa nimejoin shule. Unaona? So hiyo ilikuwa issue, hata mzazi ajui, nadhani mimi nilishajoin. So tukakaa na yeye. Masiku zikasonga. Tukakaa ikaingia week 2. Week 2 nikamwambia acha kwanza nini nikafanye nifanye registration and then sasa ndio sasa nijue way forward. Sasa mimi nikaenda nikapanda tuktuk, akanipatia punch. Mimi nikaona kwa ni punch. Unajua pia hata hapo ni kama hapo unajua penye shule iko. Sasa mimi kunipatia punch nikapanda tuktuk. Sasa kupanda tuktuk hata sikuwa mbali. Imagine watu wenye wanaishi Kacho wanajua Masinde Mlito penye iko karibu na Milimani, alikuwa anakaa hapo Milimani. So tumepanda tuktuk. Nikafika Rurambi, jamaa akanitisha. Kwanza ilikuwa before nipande tuktuk alinitisha tusu. Imagine nikapanda distance yenye tunapandaka na 30 bob na 200 Kenyan shillings. Sasa mimi nikaingia shule nini? Nikakaa. So unajua unafaa ujue hiyo time ndio mimi nilikuwa nina join sasa. Naona sasa ndio nilikuwa na join campo. So one thing unafaa ujue hata sisi tunajua anybody, sijui mtu unaona, sijui anything. Mimi nilikaa peke yangu. Unaona? Sasa nikaingia campus kama kawaida. And then unajua sasa hiyo time niko myang. Ndio naonga hapo niko sasa ndio naingia, I think nilikuwa naingia 19 years hapo. Kinda. Sasa unafaa upige hesabu ya nilikuwa na mama, so mimi na tense juu one thing. Mama kuna venye niliona ni kama ananidrain. So nikaona manze sitashinda nikifuatilia umadhe juu pia anaweza akaniharibia hata life na check. So nikaona umadhe siaishie hivyo. So sikuwa na mtext sana. So nikamaliza week 2. Bana wewe unajua maisha ya comrade man. Nikaanza kuinama. Si nikakumbuka umadhe. Nikamtext. Akaanza kutext bado ako fit nini. So nikaenda tena nikammeet. Tukakaa na yeye siku 2-3. Sasa nikakuwa ninaenda ninarudi. Juu sasa nishajua penye shule iko na distance si bali naenda narudi.
And then nikafika mahali sasa ndio time yenye lectures zinaanza. Hapo sasa ndio nikaanza like wacha niache kukaa kwanza na huyu madhe nione kama nita focus na kusoma. Nikakaa for like 2 weeks bila kumcall. And then line yangu phone nikaibiwa phone. Makosa ikakuja hapo. Sasa venye niliibiwa phone. Manze. Sasa imagine nimeibiwa phone, sina msee wako nini. Kwenda kumtafuta kwenye alikuwa anakaa nikapata ni kama kuangi, hata ni kama kujaishi. Hiyo ya Airbnb wasee hayuko, walikuwa watu wamebaki kwa hiyo ya Airbnb ni watu kama 3. Yeye hakukuwa ndani. Manze sasa hapo hivyo live ikaanza kunichapa. Nikaenda nika renew line nikidhani atanitafuta wapi. Manze. Mpaka leo namtafutanga. Mkimuona mumuite, mumwambie namtafuta.